Katika mila za Afrika, katika hali ya kawaida kabisa, mara nyingi mchokozaji huwa ni mwanaume. Mwanaume anachokoza, japokuwa mwanaume huwa anachokoza anakuwa ametengenezewa yani kuna kitu fulani kinakuwa kimefanyika mara pa, alafu ikapelekea jamaa aweze kuchukua hatua ya kuweza kuchokoza. Kwa hiyo kwa kifupi, msababishaji wa kuchokoza ni mwanamke na mchokozaji mara nyingi huwa ni mwanaume, japokuwa kuna maeneo mengine mwanamke pia anaweza kachokoza na sio vibaya japokuwa katika mila za Kiafrika hiyo inakuwa haikai vizuri hivi. Kwa hiyo sasa nataka niwape kodi ya kina dada. Kamata hii kwa yule ambaye unataka kuolewa, kuwa mke wa mtu uweze kufunga ndoa na mambo mengine yaendelee, mzae watoto hivyo. Sasa kwenye hiki kipengele cha kusababisha, nimesema kwamba msababishaji anakuwa ni mwanamke. Mwanamke anatengeneza mazingira mwanaume aweze kuchokoza. Sasa msababishaji wewe ambaye unatengeneza mazingira huyu jamaa aweze kukutongoza, sasa aweze kuingia katika mazingira yako, ni muhimu sana sana. Sasa huyu mtu inawezekana amekuja kwako, ameanza kukuchokoza, inawezekana umemsababishia au hujamsababishia. Sasa ni muhimu sana sana kukamata kipengele hiki. Kamata vizuri hii dada, itakusaidia. Wakati anakuja kukuchokoza, hakikisha kabla hujachukua hatua yoyote ya kusema no au yes, hakikisha unafuatilia kwa kina kujua kwamba kitu gani kilichosababisha mpaka akaweza kukuchokoza. Yani inawezekana usimuulize, lakini ukatafuta namna yoyote ile ili uweze kutambua hilo. Ni muhimu sana sana, kwa sababu inawezekana kuna kitu ulifanya ambacho kile kitu sometimes naweza nikatoa mfano. Inawezekana pengine ulifanya kitu kabisa ambacho kinaonyesha kabisa yani ni kitu cha kikahaba, alafu akaona wewe ni simple, yani akaona wewe ni rahisi, alafu jamaa akachukua hatua akakuchokoza. Sasa akikuchokoza na amekuchukulia wewe simple, kitakachofuata unakijua. Kwa hiyo sasa hicho kipengele kitakusaidia sana sana kutengeneza mahusiano yenu yakawa na impact na mkaweza kufikia malengo. Na kudhibitisha hilo, unaweza kuwa shahidi pia na wengine, mwanaume au mwanamke ulioko hapo unayefuatilia hii clip. Kuna wanaume mara nyingi unakuta anaweza kawa, unakuta mnajua kabisa kwamba alikuwa na mahusiano na mtu fulani, alafu yule mwanamke amenyoka namna hii, yani ni mwanamke mzuri kweli kweli, yani kila mtu anasema mshikaji pale fresh, alafu mara pa unashangaa kamwacha, alafu kaoa mwanamke wa kawaida. Sasa hicho kipengele hicho anakuwa amecheza nacho vizuri. Na mara nyingi hata wanawake wengi ambao wanaolewa, mara nyingi wanakuwa ni watu ambao ni wa kawaida tu. Sasa kitu ambacho kinaweza kikapelekea mpaka mwanaume akaweza kukuoa, yani akawa hana hofu na wewe, akajisacrifice akasema yes, hapa natua, ni kuhakikisha kwamba pale wakati anakuja sasa anakuchokoza, hakikisha unaonyesha mazingira yote kama mwanamke au kama mke wa mtu. Yani tafsiri yake unatakiwa ujiheshimu. Wanaume bwana wanajua, fanya mbombo zako zote, majamaa yanakuchora tu. Yanakuchora tu. Hakikisha unajiheshimu. Ukijiheshimu moja kwa moja anajua kabisa huyu ni mwanamke. Nikienda kumtambulisha nyumbani hawezi kunishtukia, hawezi kuona kama nimeingia chaka. Kwa hiyo hayo mazingira yanaweza kukupelekea wewe moja kwa moja ukatengeneza mahusiano mazuri na yenye impact, mwisho wa siku mkatengeneza familia na mkaoana, watu wakala ubwabwa na mkafurahia ndoa. Safi kabisa. Karibu kwenye group letu la Connection Program. Pale tunajadiliana mambo mbalimbali, mambo ya mahusiano na mambo mengine. Karibu hasa kwa mabinti ambao hawajaolewa na vijana ambao hawajaoa. Karibu ili hata ikitokea mka connect pale fresh, mambo yanakuwa buruburu. Thank you very much.